Kwa jina naitwa Zulfa Joseph. Nimezaliwa Arusha ila nimekulia huku Mwanza. Nilishtakiwa na mpangaji mwenzangu ambaye alinishtaki kwa lugha ya matusi mpaka ikanisababisha kupelekwa mimi gerezani. Lakini nimefika gerezani nimekaa ndani ya mwezi mmoja na wiki moja. Hapana, sikutukana, isipokuwa alinitengenezea. Kwa alivyonitengenezea kwa mimi sikuwa na ushahidi wa kutosha mpaka kufika gerezani, ni ushahidi ulikosekana. Nilikosa ushirikiano kwa sababu hata mamangu mdogo hakuonyesha ushirikiano kwenye ushahidi. Yule baba mimi aliwahi kunifuatilia kimahusiano. Nilivyokataa ikawa kama vile nimemwekea kitu moyoni. Aliwahi kunitishia hata kuniambia kwamba iko siku atanionyesha mjini wanaishije. Hicho kitu mimi sikukikasirikia wala sikukiweka moyoni. Nikasema dada ni mwanaume kwa sababu nimemkataa, wenda ndo maana ameongea tu hivyo ili kusudi tu aniogopeshe labda. Mimi nikachukulia tu kawaida. Baadaye mimi siku zimeenda, mwezi ulipofika wa 6 tarehe 4 akaniambia sasa ulichokuwa unakitaka utakipata. Tarehe 5 kweli nikajua na maaskari, sikujua ni maaskari au ni mgambo. Wakaja wakanikamata nyumbani, mama kuwepo. Nilikuwa najisikia kuumwa, nikawa nimetoa nguo kufua. Nilivyokamatwa nikaambiwa kwamba nina kesi, niende nikajitolea ushahidi kwamba nimemtukana au sikumtukana. Nikaenda kituoni Igoma. Nifika Igoma nikawekwa selo, baadaye nikahamishwa tena selo nikapelekwa Nyakato ambapo ni kituoni. Nimefika pale kujieleza nikaambia mimi sikuwahi kumtukana na sijawahi na sitaraji kumtukana. Lakini baadaye wakasema nirudi kwenye ripoti Jumatatu nilivyozaminiwa. Nimerudi Jumatatu, yule baba akakataa kufuta kesi, akasema kwamba kesi yake anahitaji iendelee iende mahakamani. Nimefika mahakamani, yeye akatoa ushahidi wa uongo na hatimaye mimi kufungwa kwa sababu ya ushahidi kutokujitosheleza kwangu. Nilikosa ushirikiano kwa kutolewa ushahidi. Ilibidi nijitetee peke yangu. Nilivyojitetea peke yangu, ushahidi bado haukutosha, nikahukumiwa miezi 3 au faini ya shilingi 500. Mimi sikuwa naweza kutoa shilingi 500. Nikabidi kuhukumiwa kwenda gerezani. Nimeenda gerezani Butimba. Nimekaa ndani ya mwezi mmoja na wiki moja. Kampeni ya Mama Samia ikatuma wanasheria wakaja kunisaidia. Wamekuja siku ya tarehe 21. Wamekuja wakanisikiliza, wakanipa kweli fursa ya kunisikiliza, nikajitetea, nikajieleza. Walivyonisikia hivyo kiukweli nilifurahi, walinisaidia, nikaondoka tarehe 25 mwezi wa 9. Namshukuru Mungu nilivyofika kweli nilifanikiwa kutoka nikafika uraiani. Najisikia vizuri kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijakifurahia. Kukaa gerezani nikiwa na mtoto wa miaka 3 ni kitu ambacho kiliniumiza kwa sababu sina wazazi alafu nikae gerezani na mtoto. Sikupendezwa na ile hali. Ila nipende kumtolea Mama Samia shukrani zangu. Nasema abarikiwe sana na endelee kuwa na moyo huu. Tanzania nafurahi sana kwa sababu ni mama ambaye amejali utu na amejali ubinadamu. Napenda sana kuwatolea shukrani zangu za dhati. Hii kampeni ya wanasheria naomba iendelee hivi na hizi huduma ni nzuri. Hata wenzangu pia ambao hawajazipata naomba wazipate, na pia wasiendelee kuwaza sana kwa sababu upo ukombozi umekuja na kampeni ya wanasheria. Kwa sasa hivi nilivyotolewa gerezani nimepewa adhabu ya kifungo cha nje. Kwa kila siku asubuhi lazima niripoti kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Nyamagana. Naenda kufanya asubuhi usafi, naondoka saa 4 asubuhi. Nimelizika kwa sababu ipo tofauti na nilivyokuwa gerezani. Gerezani nilikuwa namwacha mtoto ndani, naenda genge usafi, genge shamba, kwani ni vitu ambavyo vilikuwa vinaniumiza, najikuta nakuwa mbali na mwanangu ndani ya masaa fulani. Lakini nafurahia kwa hii adhabu iliyotolewa kwa nje. Nafurahia kwa sababu kwanza nipo huru na natii tu muda wa kwenda kufanya usafi na kurudi. Namshukuru Mungu na namshukuru Mama Samia. Nilikuwa napenda kuiambia jamii, watu kama hawa kwanza nilikuwa naomba wafuatiliwe kwa sababu wanatukandamiza kutokana na pesa zao. Nilikuwa naomba wafuatiliwe isiishie hapa. Na yeye siku moja aje ajutie kama mimi alivyonipeleka nikajutia kule kwa sababu ya kosa ambalo sijalitenda akanisukumizia kesi. Nilikuwa naomba na yeye siku moja aje abatike, aende kula angalie kwamba ni pazuri ama ni pabaya, ili ajifunze kwamba nisiruhusiwe tena kutendea wengine vibaya. Kumbe ni vibaya pia hata mimi nikitendewa. Hapana, nimehama, nipo sehemu nyingine. Nimeamua kupanga peke yangu. Kwa sababu hata kwa mama sijaishi, nimeona kama vile nitasumbuliwa sana kwa sababu hata ushirikiano wa kutoa ushahidi nilishindwa.
Kiufupi huyo mwanaume baada ya kusikia zile kesi zimeanza na pia mama mkwe naye akapewa taarifa za uongo na yule baba aliyenishtaki, kiufupi walinitenga. Hata ushahidi pia walikataa kunitolea ushahidi. Nikamfuata mama mdogo anisaidie, pia alisema yeye ataongea nini na kuwepo. Unaona? Kwa nikahisi kama maumivu sana. Kwa sababu kitu sijafanya. Mashahidi ndio wamekataa. Hii imekuaje? Unaona? Kwa nikahisi kama vile wamenipa maumivu ambayo sitoyasahau, lakini baada ya kusikia wao kwamba mimi nimetolewa, wakaniuliza imekuaje umetoka na kati bado miezi yako haijafika. Sikuwajibu chochote, nimekaa tu kimya. Sijapata vitisho kwa sababu nahisi kabisa hajafahamu. Labda kama ataona taarifa hizi ndo anaweza akashtuka kidogo. Lakini kwa sasa hivi nina amani. Sisumbuliwi na mtu yoyote. Namshukuru Rais Samia kwa ushirikiano alioweza kutoa kwenye hiki kitengo cha msaada wa kisheria. Nimeweza kupata msaada. Nashukuru sana. Na ningependa kuwaomba hata wanaohitaji msaada huu wasisite kufuatilia kwa sababu bado unaendelea. Na nipende kuishukuru pia kampeni ya wanasheria iliyotolewa na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, iliyoweza kunisaidia mimi mpaka kuweza kutoka gerezani. Iliyonisaidia kuweza kutoka gerezani. Nashukuru sana na nasema asanteni na waendelee na moyo huo huo.